Jazzoon. Vijana. Nafikiri hali ya hewa mnaiona inabadilika siku baada ya siku. Sawa? Kwa sasa niseme kwamba vita imepamba moto na hao viumbe wachafu. Maana nikasema inaweza kuwa bila yake ikari mitegure neza. Mweza tegure mutima wiwe, tegure nzira yiwe je. Sababu moja wa vitu ambavyo inatakana mtu kuwa navyo unapokuwa unasomea hawa viumbe wachafu utakikani kuchanga mada. Sasa yule yani Ustadh Ismail alivokungutwa na yule mtu alikuwa na majini wachafu. Kungutwa makofi Sheikh mpaka Ustadh akatimka kofia kule vile akatimka. Unasikia bwana? Zile ni ishara za kuonyesha watu ambao hawako vizuri katika nafsi zao. Maana unafanya kisomo alafu unafanya unachanga mada pande zote. Unafanya kisomo huko mwana wake. Unafanya kisomo kwa mongo sana. Unafanya kisomo huko sijui mdhulumu mtu fulani. Unasikia kwa bwana? Hauswali. Muda sana nafika huko mambo yako. Hicho nataka uwasomee hao viumbe wachafu watoe katika miili ya watu. Hili ni jambo ambalo haliwezekani. Haliwezekani. Hassan wewe unajua na manzimanzi vile zinapenda kufuatilia sana. Ni katika zile kazi zenu za bijuteri zile na kwa mtihani sana. Jiepushe sana haswa. Kufuatilia mambo ya watu hasa wanawake. Ndio nawasumbua vijana sana. Sababu kipindi hiki si kipindi cha kawaida. Na wewe vipi kwanza ule mke wa mtu mpaka hivi ameshakuacha hivi kwa salama? Iko salama. Yuko salama. Nimekwambia yule kabisa mblock moja mabalaa ambalo utaikana yani unatakana kujiepusha nalo. Mke wa mtu ni sumu. Hata wewe mrembo kiasi gani jiepusheni kabisa. Huyo anakuwa kutafikia anakuchimbia kaburi. Nasikia shahisi. Kuwa mbali kabisa na swala. Siku hizi mwanzo kwenye msikitini wewe. Kazi nyingi. Unasikia? Kazi nyingi ndio siku kwenye msikitini. Lakini unaswali huko penye unakuwa huko. Na sasa ninajitahidi. Kwa hiyo ndio maana mimi ninasema kwamba hivi sasa sio mambo ya masahara. Utrimungie kitoroshi. Uza kuyanjani wako na kaziki hivi. Sababu hawa viumbe hawa ni wakali na ni wakaidi. Lakini tutawachapa tu kwa nguza Allah, kwa azkari, kwa Qur'an. Lazima tutawakanyaga hao. Sisi nasikia tuwakanyage hao kwa azkari, kwa Qur'an, tuwakanyage hao. Umesikia bwana? Lazima watu wakanyage. Sasa ndio maana hauwezi kuwakanyaga kama uko vizuri, kama bado unachanga mada. Ukichanga mada unakanyagwa wewe. Sawa? Naomba mtu kujiweka kwanza kiimani sawa. Jiwekeni mikono ya Mwenyezi Mungu mnyie wote, maana mikono na kichwa kila kitu. Kwa sababu hivi tu katika kipindi ambacho ni kizito. Tembeni na udhu kabla ya kulala, pigeni rakaa 2, atukuruhusiwa kila kitu tuwe sawa sambamba. Kwa sababu hii shughuli ya huu ndugu yetu Swaiba sio shughuli ya kawaida. Shughuli pevu sana. Tena sana. Sio bwana. Kwa hiyo nataka tu nikutaarifuni hivyo, yani kila mmoja ajiandae kabisa, sema hivi tunaingia katika vita ambayo ni kali, ni kubwa, lakini inshallah si katika kuatia uoga, bali ni kuonyesha kwamba tunataka kupambana na vitu gani ili muhakikishe kwamba mko vizuri. Alafu siku zinaisha hapo katika kitabu wa Mtiriri kuna mtu amefariki, siku zinaisha tu hapa juzi. Lakini mtu huyu manake inasemekana kuwa yani kichumi kimekamata tu ghafla. Ghafla tu kichumi akafariki. Sasa siku ya mazishi wakakuja watu wengi sana. Unajua katika mambo ya mazishi watu wanakuja wengi kwenda kumshindikiza ndugu yao. Ila cha kushangaza wa kwanza kapandisha majini. Wa kwanza anasema kwamba huyu mtu hajafa na muona ndio yule pale. Mwingine tena akapandisha maji. Wa pili asema huyu mtu hajafa na muona yuko pale. Watatu, wanne, wote mpaka wanafika 20. Yaani kwa kilio cha maji. Bwana, kilio kabisa, watu ikawa vurugu. Watu karibuni 20 wote wanapandisha 20 kabisa. Vingi wanapanda wote. Wanasema huyu mtu tunamuona hajafa. Sasa kama mnamuona kwa nini mumlete?
mashehe wenye wamekuwepo pale wakasema kwamba ni mtu ya ushirikina hivi lakini kusema eti mnamuona mtu na wakati hamuoni. Lakini pia kingine cha kushangaza aje maiti katoka jasho. Jasho kabisa, maiti inafumuka jasho. Aje sijui wengine ndio wakachukua sijui mavitu vyao machumvi mpaka chumvi wengine sijui wanatia mkinywa ili sijui kama ni watu labda wanaweza kuwa wamemroga ili wasipate nafasi ya kumchukua. Ikawa vurugu kweli. Wengine pale familia ikasema acha tumute mtaalamu wa vitu yani hao waganga kama kijiji amshughulikie, lakini mashehe wakasema hapana, inakuwa ni shirki. Yes, inakuwa ni shirki. Kabidi kwa polisi pale maiti kachukuliwa kwa nguvu. Yani kwa ni vurugu. Yani maiti ingekuwa kaida programu ya kwenda kuzika maiti kwa ni saa 4 asubuhi, lakini kutokana na vurugu zimekuwepo pale ikakuwa mpaka saa 7 ndio maiti ikakwenda kuzika. Wanapoona ni kwenda watu wapi hawataji, wanakuambia huyu mtu bado angali mzima. Nitakwenda kwanza kumuuliza ni kwani yupi ni yule mdada nisikie mdada yule kwa nataka kuelewa sijui nisikie huyu kabisa. Nasema vitu jihani kweli. Unajua mimi niseme tu kwamba haya masuala ambayo ni elimu kubwa sana, na watu wengi katika walimu ustadhi wengi haya mambo hawafahamu. Usikia kwa tatizo sisi unakutana mtu anataka kuonyesha kama unajua mambo yote wakati labda sifa ni yako na nini, lakini haya ni masuala ambayo yapo kabisa. Watu unakutana wanakwenda kumzika mtu bado hatajafa, bado hajafa, unajikuta ni shughuli pevu sana. Haya ni mambo yanatokea sana katika jamii sana. Kwa hiyo inshallah sisi kadri na ile elimu yetu ndogo, maana sisi elimu ndogo kidogo, hizo habari nimezisikiaga, nimepigiwa simu moja mawali, lakini nimekali katika ile shughuli kubwa sana. Ndio. Kwa hiyo nikawa nimekosa fursa ya kufika huko. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa lazidi kutulinda na hizi balaa, kwa sababu ni balaa ambazo zinatokea watu wengi sana katika jamii. Wengi tunakwenda kuwazika na bado hawajafa. Kabisa. Hapo sana. Sasa mimi wanashangaa na watu ambao mtu anafanya ana utaalamu, ana elimu ya hivyo, anaitumia katika ushetani, katika ufisadi, anashindwa kutumia katika mambo ya maendeleo. Hayo ndio wazungu si wanatushinda. Mtu anatengeneza simu apata pesa, anatengeneza gari, ndege inapaa angani bila hata kitu cha kushika, anatengeneza pesa. Hii sisi kuna uchawi wa elimu ya hivyo, unamchapa mtoto wa mwenzako, biashara za mwenzako unaziombesha. Kitu mwenzako hivi na mbage na mwaribia, yani za chuki. Kwa hiyo hali kama hizo shekhe zipo na visomo vipo rasmi, kama vizuri nimekuonyesha zile za kumpambana zile kabisa kwa kudura ya Allah zina tatizo, kwa sababu wale ambao wasomaji hawako vizuri, wengi ni wachangamada. Kama ni msomaji ni ustadhi, lakini yuko na wake za watu, ustadhi lakini bado ni mzinifu mkubwa sana. Ustadhi bado naye anachanga mada zingine, swali kusema swali, ustadhi Mungu hivi anakuja kukuta haya, hata asome vipi haisaidii kitu hata kidogo, sababu inakwenda na Ibrahim yake mtu na kubudi ya mtu. Fanya dua mtu, inshallah Mwenyezi Mungu anarahisisha. Urutwe urabona watanguye kwiyumva neza. Urazi kuva mvuye yari yani gushika ngahanye nuraza kundaba wari mu biki kwanza mbwiye ivyo harurimo bashareka aha narindindiriye ko uza muhira mugabo je byantangaje kweri ki wacushikira ngaho kwa shangazi none kweri kutoshobora kushikira mu wari utwo je nakukumbuye no inkumbu nyene urazifise, ariko kuva nkiva hari yanye gushika ubu unyene urabwaje kundaba kugira nkomi nduru kwa shangazi ndamukeneye uba kuzana ku nkono none je oya kuzana nyene hano nari nicaye muhira naguma nimvira musazanje muganje shangazi ndibaza ko mete neza kuma guheza oya she yavuze ngo sinogenda hari yangu kubera azogenda kwanza agiri dua nyo
nizochangaruka hari hagirira iki apasomeye kwanza ndani juu mauzauza ya mangoma mafujo biishe afu ndo tarudia nyumbani sio hiyo si kweli kakangu kisimisha ukweli wewe unaacha uongo shasikia hizo ngoma kweli unazisikia dad swaiba shangazi ishamwana sa dada na muzanya sha telefone za chanya ko kugira shinga nurugaba akayabonye ngaha nurugaba kanaje ndamuririmba muhira ntangunye ko mburuko ngira nyene bana naje none huno musinishike turiri Rwanda ndo wisasa dada yako leo ufurahi ucheke eleze ashuhe uje ninja zikuya huko no musi chuteka vyinshi mimi ndo ntamkulisha kwanza ndo ntamkulisha ego rero yahindutse mubye sasa tunaumwa leo ngenda kubategurira iko mufungura afu muonge mtu na dada yake jamani hamwe kweli kakangu nasikia unanitia huruma nini pole kaka unajua dadangu nisamee kwa juu sikukusaidia chochote ndo hivyo kakaangu tu naumia roho kutokana na matatizo na kukuta kakaangu hali maisha duniani mitihani iko sagi tumeambiwa kwa misio zetu tofauti lakini pia mitihani mabilisi lazima ituke so wala hata usijali gusa hari kintu je nabonye kuri wewe ujirekebeshe fanya sikuelewa jirekebeshe tu gerageza uhinduke basi kubera iki bana kuna wakati kama vile nataka wanapewa kwa shares kumbukumbu zangu kama zinakuja vizuri ulikuwa unajichora uvitu hapa hivi sijui mara unacheza na nyoka hiyo kwa mtoto wa Kiislamu sio vizuri umukobwa uzi yuko uzi dini ego mama kubera nyine wari bamaze kubivamo byo gusoma Qur'an n'ibiki ariko bijyanye sijiza na gato uko na uhakika kaka au bado haujapona niko sijapona niko naongea hivyo swala niko sawa sasa yuko unasema vitu ya manyoko kwa mbona kwanza unajua kisi nakupa nyoko vitu gani uko naongea sasa wewe kama unaogopa au hujapona vizuri kaka kama unaogopa kwamba wewe sio kunashika mimi mimi sijawata kushika hata mimi nisishike nyoka wewe mwenyewe atachuru unajua nikiona mimi mwenyewe narukaga hata amende ndo nani inawezekana ni wewe bivumvu ni bizunguzungu unaona ko ari kuramene ku mutwe iki niki wajumerewe nabi iki ni bizungu kazungu kwa fasa warume ngo ni inzu yose bandemetse mu mutwe nkuko ngo nanafashe nkuko nyene bana wena ndiko ndakoma induru hakozana namazi yo kunywa ya wabayikaka hageragana nafashwe n'ibigumba rega hagiye wacanganyikiwe ntumenya nico ukora genda reka ndagute hajya wenyene ngungiye kuzana amazi numva menga ntibishoboka nkumva menga na mahoro mfise nkavuga ati nagusigaho wenyene bigenda tubaze ngene warumetse ila unajua kitu mimi nimefanya muda mrefu niko kwa shepa hivi Marekani kwa kujifikiria sana unajua kama vile kwanza kwa kavi dalili naenda kama nakufa nini lakini kasema sada dangu takuache wale hapo watu ambao wako hapa duniani napendaga kwanza na dada umva wewe ni mtu wa kwanza ambaye napatiaga respect maana wewe kwanza hivi wewe ni mama yangu wewe ni baba sasa hiyo kuonaga tu hivi na kisu kwa fana mama mzazi sasa ndo aswa umemaliza kila kitu umeona so nadhani kwamba kitu kimoja dada unajua kama kwa gisi tulikuwa tunaishi huko mwanzo singependa tuendelee hivi umeona tumeshona sana nini sasa kulia ukianza kulia mimi nitaporomosha mengi zaidi yako unajua mimi ndio mgonjwa ukianza kulia mbele ya mgonjwa sio je unampatia mgonjwa kulia vizuri mtalia tajaza ndoo basi cheka kidogo relax umeona so kikubwa tu urejea kwa Mungu ibada kwa wengi maana umegeuka maana ibada kwa wengi mtegemee Mola yawezekana kuna leo kuna kesho naweza nikaondoka umeona lakini sitaki kuenda na kuacha katika mazingira ambayo sio mazuri sababu Mwenyezi Mungu ndio mtu ambaye anastahili kuomba msaada kila wakati ndio mwenye kutegemea maana ndio hivyo kaka kizuri tu umepona sivyo lakini tu wale magonjwa ya vitu ya madua ulikuwa unashindaga unaona ndio bilikuletea matatizo unachana hiyo vitu kwanza uache kujifanya
Ikutia vitu vingi mkichwa ndo maana uliumia. Yaani dadangu mimi nikwambia kumtegemea Mungu ufanye niambie ngote madoadoa niache. Sasa kama nikiacha madoadoa. Tuviache hivyo basi hivyo vitu tuvitoke mtuongee vingine basi hivyo tutokee. Sivyo? Acha nimwambie kwanza shangazi aite chakula mimi mwenyewe nasikia njaa. Sivyo na wewe uli. Kwanza nyumbani uko mwenyewe. Sio kuna ingiza watu kwa nyumbani. Sasa kama hujapona tena. Ile vitu bado ungali navyo kweli. Nimesema tu unajua tena. Mimi najua ule shehe wako amekusaidia kumbe hamna chochote. Nimesema tu siku nyingi sifiki nyumbani unajua tena. Na maana uniamini. Wewe tena. Kali wangu. Sawa. Acha basi nimuone shangazi bana. Mimi nasikia njaa sivyo? Sawa. Tu sio unajisikia mpweke. Usikawila ki. Sitaka leo tutashinda wote. Leo ni hapa. Na utalala hapa. Afu nyumbani pale penyewe. Itabidi ndio ufunge nyumbani. Tunarudi leo. Siwezi kuacha nyumba yenyewe. Au huyo shehe wako atakuja kufanyia vitu vyako amalize mbio basi tuende nyumbani, sivyo? Si unaona ushapona. Ndafana nani. Lakini hiyo vitu ya masuala ya kuja shehe vya kule acha kujisumbua unaacha kumsumbua ule shehe. Sasa upatie kazi ya kusoma utaweza kusomea wewe. Nenda huko kaangalia. Umeshavimba unene umekuzidi. Kwani fanya aje? Sina kula mwenyewe huko hapo. Atakayeishi duniani atayaona mengi ya kustaajabisha, na kila mara ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Adili ni mmoja wa baba ambao wanaozipenda familia zao. Alikuwa naishi na mke wake Jamila, binti yake Aila na mwipa wake Tasnim. Adil alifanyiwa dhulma kubwa sana na rafiki yake kipenzi Bwana Fatini kwa kumfukuzisha kazini ili apate nafasi nzuri ya kumrubuni mke wake Jamila. Alitambua kuwa ni wachache sana katika wanawake wanaowavumilia waume zao pindi wanapoanguka kimaisha, isipokuwa wacha Mungu tu. Fatini alitumia fimbo hiyo kumkandamiza jamaa yake Adil. Maskini Adili alipata manyanyaso makubwa sana kutoka kwa mke wake Jamila. Alidharaulika sana hadi mwipa wake Tasni akaamua kwenda mjini kutafuta maisha ili kuirudisha heshima ya mjomba wake Adili. Huko mjini Tasni alikuta mambo ya kutofauti na jinsi alivyofikiria. Alipita katika misukosuko na mabalaa kem ambayo si vyepesi mwanadamu kuyavumilia. Unadhani Tasi atafanikiwa huko mjini pamoja na mitihani anayokutana nayo? Na vipi Jamila mke wa Adil baada ya kumkimbia mume wake Adil na kuishi na Fatini? Ndoa yake itakuwa salama? Na Adil je, ataendelea kuishi katika maisha ya huzuni na dharau? Yote hayo ni ndani ya filamu Chozi la Dhulma. Chozi la Dhulma ni filamu itakayopatikana kwenye channel yetu pendwa Mugisha TV. Usikose kutazama filamu Chozi la Dhulma. Chozi la Dhulma.